Msikilizaji, karibu kwenye simulizi ukiletewa na John Wanyonyi. John Wanyonyi anakuletea simulizi tamu. Simulizi hapa ndani ya Jlax Radio, hapa penyewe. Radio Super Fun. Simulizi zilizobobea, simulizi zenye haiba ndani ya Jlax Radio. So hii simulizi inaendelea wakati ambapo mlango ulijifunga na mizimu ya mle ndani. Ghafla tu Emmanuel anasema makelele ama tuseme masauti fulani za kucheka zilianza tu ghafla. Nazo pia sauti zenyewe za kucheka zilikuwa zikicheka, alafu mle ndani mwa sauti za kucheka kuna sauti tena inatokea ikimwita kakangu jina Emmanuel. Kwa muda wa sekunde 40 hivi giza nalo lilijaa na kustiri chumba chote. Maajabu hayo, miguu ya mtu ikaanza kusikika kama inatembea ikielekea waliko Emmanuel na rafiki yake. Kisha maji yakaanza kuwadondokea, na yanadondoka ni kama mtu anatumia tuseme mkia wa ng'ombe hivi kunyunyiza hayo maji. Kisha sauti za kucheka zikimwita Emmanuel zikanyamaza, na ile ya kwanza iliyokuwa ikisikika kwa mara ya kwanza, ile ya mwanaume ikasikika tena ikisema hivi: kijana, shida zako zote zimeisha. Kuanzia leo sasa upo huru. Matatizo uliokuwa nayo yote sasa ni kumbukumbu tu zimebaki. Pindi tu utakapotoka hapo nje utaona mabadiliko. Emmanuel si alifurahi kimoyomoyo, akajua kwamba shida zake zimefika tamati kiukweli. Miguu tena ilisikika ikitembea ikirudi kule ilikotoka. Giza nalo likapotea na vile upepo nao ukaisha. Mungu naye ni nani? Mlango ukafunguka. Emmanuel na rafiki yake walisikia sauti ikiwaamrisha watoke. Kabla tu hawajatoka, sauti hiyo tena ikasema tena kwa ukali, vijana, hakuna kazi ya bure chini ya jua, nipe maokoto. Emmanuel hakuwa na nguvu kuuliza chochote juu ni mara yake ya kwanza kuona vituko kama hivi. Ikabidi rafiki yake aulize ni pesa ngapi inafaa kupeanwa. Akajibiwa na hiyo sauti eti ni pesa za Kenya 80,000 ndizo zinafaa kupeanwa. Msikilizaji, sema shida juu ya shida. Emmanuel na shilingi 200 yake tu kwenye mfuko, mbele na nyuma ana shilingi 200 kwenye mfuko wake. Sauti hiyo ilisema tena, nendeni, lakini shida zako zitaisha tu siku utakaniletea pesa. Emmanuel na rafiki yake waliondoka, lakini kufika nyumbani tu nuksi juu ya nuksi. Shida sasa ndo zikaanza. Afadhali hata mwanzo, kabla hawajaenda kwenye ile mizimu. Hapo msikilizaji, sasa ndo mambo yalikuwa mabaya sana. Usiku ulipofika, Emmanuel aliyoyaona hayaongeleki, hayasemezeki, hayasikiki. Aliyaona yasiyoonekana. Nini ama yepi hayo? Msikilizaji, nitaendelea kukusimulia kilichofuata kwenye simulizi ijayo. Nimekuwa mtayarishaji wako na msimulizi wako John Wanyonyi, John Wekesa. Tukutane kwenye simulizi ya 3, simulizi part 3.